Tumepata taarifa ya kuwa kuna mtu kaingia katika kisima hapa Dunga katika nyumba ya mawe, na tumefika katika tukio na kweli tukakuta hali ipo, na tukaanza kazi. Chanzo na sababu za kuingia kisimani hatukuweza kuzijua, kwa sababu sisi tumepata taarifa tu kwamba kuna mtu kaingia kisimani katika kijiji hicho cha Dunga. Lakini tunatoa wito vile vile kwa wananchi kwamba yanapotokezea matatizo kama haya na visima kama hivi ambavyo viko wazi katika maeneo haya ya makazi ya watu, basi wawe na tahadhari kubwa sana, kwa sababu hatuwezi kujua nini kimemkuta mtu huyu mpaka akafika kuingia katika kisima hichi. Inawezekana pengine kiza yeye mwenyewe kutokana na msongo wa mawazo, au vile vile inawezekana labda katika harakati za matembezi na pirika za vijana, inawezekana pengine vile vile lolote linaweza likatokezea. Sasa visima kama hivi hapa ambavyo vinakuwa viko kwenye maeneo ya makazi ya watu, basi tungeshauri kwamba vingekuwa vinatengenezwa na hali ya kuwa kwamba vina mifuniko, kwa sababu tunaishi katika mazingira mbalimbali. Kuna wagonjwa, kuna watoto na watu wenye. Kwa majina naitwa Kesi Makame Musa, nikiwa ni kemshia wa shule ya Dunga Kembeni. Kwa kweli mimi nilipata taarifa hii ya kuingia mtu katika kisima kama saa 4 na dakika 40 hivi, na nikawaita baadhi ya wajumbe wangu hapa na nikaulizia, je, huyo aliingia kisimani ni nani? Lakini alikuwa ni mtu ambaye hatambuliki na lini ameingia katika kisima. Lakini pia tukafanya utaratibu wa kuwaita watu kama faya, watu wa ustawi, polisi, au wakafika, na hadi sasa hivi nazungumza hivi tumeshirikiana nao kwa pamoja na tumeitoa maiti hii, na hadi sasa pamoja na umma uliokuwepo hapa bado hajatambulika huyu ni nani. Kwa jamii inahusia sana, tusipendelee sana kufanya makazi au katika mapumziko katika kuta za visima, na pia tujitahidi katika visima vyetu ambavyo viko karibu sana na jamii tuvifunike. Jina naitwa Swahi Manzi, mzaliwa Jambiani Mbuyuni. Wakati tulipokuwepo hapa katika harakati zetu za mazoezi, tulikuwa tunamsubiri mkufunzi wetu wa mazoezi aje kutufunza mazoezi yetu. Kwa hiyo tukapata muda wa kupumzika hapa. Tulipopumzika sisi tukasikia harufu kali kupindukia. Kwa hiyo akapita kijana na tochi, tukamwazima tochi, tukamurika. Baada ya kumurika tukaona maiti, tukajishuhudiza kwamba hii ndiyo ama siyo mara tatu, tukashuhudia kwamba ni maiti. Tukatoka hapo tukatoa taarifa kituoni na taratibu nyingine za uokozi zikafuata. Wito wangu kwa jamii, tuwe makini, maana japo kwa ajali imeumbwa na kifo hakikimbiliki, lakini tuwe makini, kwa sababu hili shimo, kwanza ombi langu, hili shimo wahusika wa hapa au wahusika na eneo hili lifanywe ufumbuzi, ili shimo lizibwe. Popote kama wapo wananisikia, ili shimo lizibwe, kwa sababu wanakaa watu tofauti. Kinyume na huyo, hili ndo lishatokezea, lakini ombi langu, ili shimo lifanywe ufumbuzi, lizibwe. Maoni yangu mimi haya.